Amen. Tutajifunza leo jambo la 5 kuhusu imani. Siku hiyo tulijifunza manne na leo ni jambo la 5. Jambo la 5 ni imani haina mwisho. Imani haina mwisho. Kuamini hakuna mwisho, au imani haina mwisho. Halo? Yani kuamini hakuna mwisho. Mwisho wa kuamini ni pale ambapo umepata matokeo ya kuamini kwako. Haleluya. Yani kile ulichokiamini kinapokupa matokeo uliyoyatarajia, hapo ndio inakuwa mwisho wa kuamini. Haleluya. Ndio mwisho wa kuamini hicho ulichokiamini, na unakuwa ni mwanzo wa kumwamini Mungu kwa jambo lingine. Haleluya. Ni mwanzo wa kumwamini Mungu katika jambo lingine. Kumbuka nimesema kuamini hakuna mwisho. Kanielewa tu. Imani haina mwisho. Yaani huwezi kusema unayo imani halafu kwa sababu mazingira yamebadilika ukaamua kubadilisha usemi. Sio kama mnanipata vizuri. Yaani ulikuwa unaamini nitaolewa. Imefika miaka 35 unasema nikipata mume nikazaa naye, basi nipate tu hata mtoto nilee basi. Halo? Amen. Wewe ulikuwa ukiendelea kumwamini Mungu kwamba utaolewa. Lakini imefika miaka 40 unasema kama imekwisha kufika miaka 40 sijaolewa, basi mimi sitaolewa tena. Maana yake hapo wewe umefika mwisho wa kuamini. Halo? Amen. Na ukishafika mwisho wa kuamini, kabla kuamini kwako hakuja kupa matokeo uliyoyatarajia, basi hutapata matokeo uliyoyatarajia. Halo? Amen. Ukishafika mwisho wa kuamini, halafu kule kuamini kwako hakuja kupa matokeo uliyoyatarajia, basi ujue kwamba hutapata matokeo uliyoyatarajia. Kwa hiyo mwisho wa kuamini kwetu ni pale tunapokuwa tumepata matokeo tuliyoyatarajia. Huo ndio mwisho. Halo? Amen. Mwanzo sura ya 15. Mwanzo sura ya 15. Mwanzo sura ya 15. Turudi kwa Ibrahimu. Mwanzo sura ya 15 kuanzia mstari wa kwanza. Mwanzo 15 kuanzia mstari wa kwanza. Soma. Baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Endelea. Abraham akasema, Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakayeimiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski.
Okay. Wote tunakubaliana kwamba katika ile sura ya 12 wakati Mungu anamuita Ibrahimu, alimwambia toka kwenye nyumba yako wewe na jamaa yako, na kisha uende hata nchi nitakayo kuambia, na huko nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Haleluya. Amen. Wote tunafahamu hivyo kwamba Mungu amemwambia Ibrahimu, toka kwenye nyumba ya baba yako, kwenye nchi ya jamaa yako, kwenye nchi yako mwenyewe, uende hadi kwenye nchi nitakayokuonyesha, na huko utakakokwenda nitakufanya kuwa taifa kubwa. Na tunapozungumza hapa sura ya 15, Ibrahimu alishaondoka kwenye nyumba ya baba yake. Haleluya. Ibrahimu alishaondoka kwenye nyumba ya baba yake na alishafika kule ambako Mungu alimwambia aende. Halo. Niangalie mimi. Na alishafika kule ambako Mungu alimwambia aende. Ibrahimu akiwa na ahadi, halo, amen, ya kwamba atafanywa kuwa taifa kubwa, akaanza kujiwekea mipango mingine. Akamteua Eliezeri Mdameski, akamteua kuwa mrithi wa nyumba yake. Halo? Amemteua Eliezeri Mdameski kuwa mrithi wa nyumba yake, na anajieleza mbele za Mungu na kumwambia, utanipa nini? Maana yake kwa maneno mengine, Ibrahimu ameshaona kwamba Mungu hawezi kumpa chochote mpaka wakati huo. Halo? Anamwambia, utanipa nini? Maana mpaka sasa mimi ninakaribia kufa, na atakaye nirithi ni huyu Eliezeri Mdameski, kwa sababu sijaona kama ahadi yako imetimia. Uliniahidi utanipa mtoto, lakini sijamuona, na kwa hiyo nafikiri kama nilikuwa na kuamini, lakini mpaka sasa sidhani kama nina haja ya kuendelea kukuamini wewe. Halo? Amen. Ukiwa unasoma Biblia, ujue unasoma summary, unasoma ufupisho. Halo? Lakini kwenye mawazo ya wale watu kulikuwa kuna vitu vingi vikiendelea. Kwenye maisha ya wale watu kulikuwa kuna vitu vingi vikiendelea. Ukiona kauli za mtu akizizungumza, unaweza kujua kauli hizi zimetokana na msimamo gani au na mazingira gani. Inaonekana kabisa mazingira ya Ibrahimu alikuwa amekwisha kuona kwamba hakuna namna anaweza kupata mtoto, na kwa hiyo akaamua sasa arithishe mtu mwingine ambaye sio mtoto wake wa kumzaa. Mungu akamtokea Ibrahimu. Halo? Amen. Alipoona amekwisha kuteua Eliezeri Mdameski, Mungu akaja hapo hapo. Halo? Yaani alipoanza kuweka mipango yake, Mungu akaona huyu jamaa sasa kuamini kwake kunafika mwisho. Halo? Akatokea katika ndoto. Yale ambayo alikuwa ameshayapanga na aliyokuwa anayafanya, akaanza kumwambia Mungu usiku kwenye ndoto. Mungu akamwambia, hapana. Kisoma pale ule mstari wa 4. Neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakaye kurithi ni atakaye toka katika viuno vyako. Zingatia hilo neno, atakaye toka katika viuno vyako. Haleluya. Akamleta nje, akasema, tazama sasa mbinguni, hesabu hizo nyota, ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa nini uzao wako.